Sasa baada ya kulielewa hili fumbo na yaliyomo, ndipo sasa tunakuja kuona Ezekiel anasema nini hapa. La kwanza, sasa kuna mambo matatu anayotupa Ezekiel hapa. La kwanza, nini mto huu? Maana ya mto huu. Amina. Sasa maana ya mto huu ni Roho Mtakatifu. Mto huu ni Roho Mtakatifu. Wote mnanisikia? Wote mnanisikia? Tunajuaje ni Roho Mtakatifu? Tunapata reference. Mto huu umetajwa pia katika bustani ya Edeni, sura ya 2 mstari wa 8. Mto huu umetajwa pia katika mji Yerusalemu mpya 22 Ufunuo. Unaelewa, mstari wa 1 na wa 2. Mto huu ameutaja Yesu mwenyewe katika Yohana 7:37 hadi 38, akasema, haya, kila aonaye kiu na aje kwangu anywe. Kila niaminie mimi, mito ya maji yaliyo hai itabubujika ndani yake uzima wa milele. Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hiyo mto huu ni Roho Mtakatifu. Kumbe Ezekiel anatuambia ya kwamba toka sura ya 40 mpaka 48 ni urejesho, lakini anapofika 47 anakaribia kumaliza ujumbe wake, anaukamilisha kwa kutuambia ya kwamba nguvu ya urejesho si kitu kingine, ni Roho Mtakatifu pekee. Hakuna tena kitu kingine kinachoweza kuleta urejesho. Na urejesho ina maana ya kurudi kwenye asili, kurudi kwenye nguvu yako ya kwanza, kurudi kwenye upendo wako wa kwanza, kurudi kwenye nguvu yako ya maombi ya kwanza, kurudi kwenye nguvu yako ya mikesha ya kwanza, kurudi kwenye nguvu yako ya kwanza ya kusoma Biblia, kurudi kwenye nguvu yako ya kushuhudia ya kwanza, kurudi kwenye nguvu yako ya kupenda ndugu, kurudi kwenye huduma yako ya kuona wagonjwa, kurudi kwenye huduma yako ya uimbaji. Kama ulijihudhuru, rudi haraka kwenye kwaya kwa jina la Yesu. Sema amina. Roho anapokuja anarejesha kila kitu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Na la pili tunaloliona katika mstari wa 2 mpaka wa 5, la muhimu sana, ni kiwango cha ujazo. Pakiwa kwenye kiwiko hakuna kilichotokea, kwenye magoti, kwenye viuno, mpaka mto ulipokuwa wa usiovukika. Maana yake nini? Ndugu zangu, hakuna ujazo robo, hakuna ujazo nusu, hakuna ujazo robo tatu. Sema amina. Huwezi kujazwa nusu roho au robo roho. Hakuna kujazwa nusu au theluthi. Biblia inasema Mungu hamtoi roho wake kwa kipimo, yani ni mafuriko. Biblia inaposema mtajazwa, yani full, be full of the Spirit, yani ina neno full lina maana ni mpaka juu umejazwa. Maneno ya Kiyunani mazuri kabisa, prero, preto na preres, si ndio? Prero kujazwa, preto kujawa, preres anointing, yani naanzia pale. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo tunahitaji tujazwe kamili. Haleluya.
Ili urejesho utokee, lazima watu wajazwe Roho, lazima watu wajazwe Roho, lazima watu wajazwe Roho, lazima watu wajazwe Roho, lazima kanisa lijazwe Roho, lazima maaskofu wajazwe Roho, lazima wachungaji wajazwe Roho, lazima wazee wa kanisa wajazwe Roho, lazima mashemasi wajazwe Roho, lazima waimbaji wajazwe Roho, lazima kila mmoja ajazwe Roho, hata anayefagia ajazwe Roho, hata anayepamba madhabahu ajazwe Roho. Hakuna nafasi kwa asiyejazwa, hakuna nafasi kwa asiyejazwa, hakuna nafasi kwa asiyejazwa, hakuna nafasi kwa asiyejazwa, hakuna nafasi kwa asiyejazwa. Haya, wote mjazwe na huku nje, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nami nawatangazia Kalvari, pokeeni upako mpya, 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 pokeeni upako mpya. Liko la tatu na la mwisho, kazi ya Roho wa urejesho. Roho wa urejesho tunamwona anafanya jambo la kwanza, anaingia katika bahari mfu, bahari mfu ikapona. Kwa hiyo jambo la kwanza, urejesho. Roho Mtakatifu hutoa uzima mpya, hutoa uzima mpya. The Holy Spirit is a gift of new life. Yeye ndio mtoaji wa uzima mpya. Hata maana ya neno uamsho ni kupokea uzima mpya. Uamsho sio harakati, ni kupokea uzima mpya. Uamsho is not a mere program. Ni lazima Roho ashuke. We can have a program without implementation, itabaki kuwa liturujia. Nataka nikwambie, siko kinyume na program, lakini ikibakia program peke yake hamtafika mahali. Let me speak it again. Revival is more than a program. Is more than a program, my son. Is more than a program. Wanahitajika watu waelewe maana ya kwamba tunahitaji uamuzi mpya wa makusudi wa kuamua kulirudisha kanisa. Assemblies ni kanisa la Kipentekoste. We are not evangelicals, we are Pentecostals. We are not evangelicals, we are Pentecostals. We are Pentecostals, we are Pentecostals. Na maana ya kwa Pentekoste ni Roho Mtakatifu, ni nguvu mpya. Vijana, pokeeni nguvu mpya.